Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. I'm ready to die for Africa. I am ready to die for my people. The truth. Kwa majina naitwa Mike Makarena. Mimi niyo nasimamia inua mlemavu. Na sisi tuko na furaha kwa sababu tumeambiwa koti zetu zitatusikiza. Nimekuja hapa kusikia hiyo kesi ya baba. We are tired of living as slaves in our own country. Licha ya mchakato mzima wa kusikizwa kwa kesi iliyowasilishwa na muungano wa Azimio kung'oa nanga hivi leo katika mahakama ya upeo, kumeshuhudiwa kizaazaa nje ya mahakama hiyo. Hii ni baada ya mwanaume mmoja kupatikana ndani ya mahakama hiyo kwa njia isiyojulikana. Maafisa wa usalama walijaribu kumzuia, bali juhudi zao ziligonga mwamba. Licha ya yote, mwanaume huyo alikuwa akiomba haki itendeke katika mahakama ya upeo. You can't handle me like this. You cannot handle me like mishandle me like this. It is wrong. It is very wrong. It is very wrong. Poor people are suffering in this country. People are dying. One politicians have hijacked our country, and we the people have betrayed this country for keeping silent. I cannot keep silent. I will never keep silent. I am ready to die. I am ready to die for my people. My people are suffering. I cannot keep silent. Kenyan, the first president of this country, betrayed the freedom cause that our fathers were fighting for. We have been living a very big lie. Now we must open our eyes to the lies of the political class. Yes, we must open our eyes and see, my people, we are slaves in our own country. We are all slaves in Africa. Africa has never been free. Africa has never ruled us. 1963 was a lie. The black man has never been in control of anything. The Africa of today is too mercilessly. Mtazamaji wa Bethel Clouds TV, natumai buheri wa afya. Karibu katika kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa. Na kumbuka hivi leo tumekita kambi katika eneo la mahakama ya upeo. Jinsi wafahamika kwamba ni takriban wiki moja tangu kesi ya kupingwa kwa uchaguzi wa Uraisi kuweza kuwasilishwa katika mahakama ya upeo, na hivi leo imeweza kung'oa nanga kuweza kusikizwa. Swali ni je, mahakama ya upeo itatoa uongozi gani ama itatoa kauli gani? Ndiposa tunasema kwamba mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, wacha tuweze kuungana na wakazi ama wenyeji katika eneo hili la mahakama ya upeo, tuweze kujua tu kwamba pia wako na lipi kuhusiana na swala nzima. Na usisahau kwamba ni mara ya kwanza kwa jaji mkuu ambaye ni Martha Koome kuweza kuhudhuria kesi kama hii. Swali ni je, kesi litenda vipi? Lakini tusitumie mate ile hali uwino upo. Wacha tupate kauli ya wakazi, tujue pia wako na yapi kuhusiana na swala nzima la kusikizwa kwa kesi katika mahakama hii ya upeo. Ungana nami hadi tamati. Langu jina Omoding Pascal. Kwa majina naitwa Mike Makarena. Mimi niyo nasimamia inua mlemavu. Na sisi tuko na furaha kwa sababu tumeambiwa koti zetu zitatusikiza. Ni vile hatujaambiwa in writing, tunaambiwa kwa mdomo. Na unajua mambo mengi ile unaambiwa hujaandikiwa huwezi amini. But tunaamini justice itapatikana kwa walemavu, juu ndio wameumia sana kwa hiyo wenye kupiga kura. Kwa hivyo tunangojea kama vile hata nyinyi mnangojea, tujue kama kweli tutasaidika. Na tukisaidika ni Mungu, tutashukuru Mungu, lakini haki yetu
tutaipigania mpaka mwisho. Naam. Yeah. Kwa maneno yako tu, labda kuhusiana na mahakama, uko na matumaini kwamba mambo yatakuwa sawa ama kutakuwa na venye? Kulingana na vile nimeona mimi na akili yangu na vile naona mahakama vile wametusikiza, tunaona ni kama haki yetu, tutapata haki yetu. Na hata kama hatutapata haki hapa, wajue mbinguni tutapatana haki yetu iko huko. Kwa sababu si kupenda kwetu kuwa walemavu. IEBC ndio walitundanganya, wakatupea kura zetu kwa njia ya haki na kwa njia ya heshima, lakini siku ya kupiga kura walitukosea. Kwa sababu mahali walitupea kura, tulichukulia kura, sio hapo tulienda kupigia kura. Tulienda tukawekwa kwa ngorova, wengine wakapelekwa mbali. Kwa hivyo sisi tunaomba haki yetu ipatikane kupitia kwa Supreme Court, na jaji wetu wote tunawaombea watusikize, na kama hawatatusikiza hatuna ingine ni kuandamana mpaka tusikizwe. Hii ni haki yetu. Akina mama tuliona waliandamana, sasa akina mama wako na uwezo wa kuongea, wa kufanya kitu yoyote. Kwa hivyo naombea walemavu, na walemavu bila tumeshikana Kenya, tuendelee ni kushikana hivyo, na tuendelee kuimisha wale wengine wajitokeze, ndio haki yetu ipatikane. Na sisi hatuna siasa, si hatutaki kuweka siasa yoyote, ni haki, haki, haki. Na haki ndio iko na amani. Mimi naitwa Ojiko kutoka Shiamani ya Kibera ya maandamano. Nimekuja hapa kusikia hiyo kesi ya baba. Bila hiyo siku yote mimi kwa pande yangu mimi hakuna raha. Bila hiyo watu umetangaza Ruto kama president. Hiyo kitu imekasirika naye sana. Hiyo siku yote mimi nimekota kuenda kazi, nataka tu hiyo kesi iishe kwanza, Raila upate haki yake, alafu utaona bila utafanya. Na je, kwa maneno yako tu, uko na matumaini na mahakama ama uko vipi, kulingana na jinsi unajua kwamba mahakama ndio itatathmini yule ambaye ataweza kuwa mshindi? Uko na matumaini na mahakama ama vipi, kwa maneno yako tu? Kwa mahakama mimi iko na swali, hiyo watu mtamaliza hiyo kesi mzuri. Najua iko sawa na hiyo watu. Hiyo watu najua hiyo mama kome, hiyo madeni madha mzuri, mtaangalia hiyo kesi bila iko, najua Raila utapata haki yake. Naitwa Steven Mwangi Kimani, kama jina lingine watu wananifahamu kama Mama Connection. Niko nasimama kita MCA katika mji wa Limuru, na nikiwa mtu ambaye anagombea kiti akiwa huru. Sasa ndio nimekuja sasa huko. Mimi najua kuna kesi hapo, ni watu tu wa kupumbazi, kuleta maneno ambayo ni ile tu mazoea. Huyo jamaa amezoea kwenda kotini kila election, lakini sisi tunaamini ushindi ya Ruto ni ushindi ya ukweli, na pia Mungu alifanya amani nchi yetu hii ya Kenya. Tunaona ile ushindi Ruto aliomba maombi na imesikika. So tunasubiri tu haki itendeke, na haki tunajua Jumatatu wiki unayokuja tunajua Ruto atatangazwa mshindi, na sisi wa Kenya tunajua tumetoka kwa ile njia ya dynasties na tumekuja kwa hustler nation. Tunaona yale governor wa Nairobi alifanya. Sasa tunataka ule mtu anakuja kuchali maslahi ya mnyonge, mtu wa chini. Maoni yangu katika mimi kama mtu binafsi, naomba ya kwamba hii uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2012 ni uchaguzi ambao ulikuwa na dosari, ulikuwa na makosa mingi sana, ambao mahakama ambao ni ya upewa inastahili iangalie kwa kina na isikize vizuri. Yone kama vile tumepata habari tofauti ya kwamba hata DCI ametoa habari kuhusu kwamba kuna watu walikuwa wanajaribu kuhack hiyo uchaguzi. Hiyo sio mambo ya kupusiria. Mahakama isipuuse, iangalie kwa kina ili nchi yetu ya Kenya iwe na amani na iwe na haki kwa mtu yote ambaye atakuwa akisimama kiti ya Uraisi, aone kwamba haki yake imelindwa kulingana na mujibu wa katiba na katiba imefuatiliwa. Kwa hiyo mimi naomba mahakama ya upeo wawe na muda wa kuangalia na kuangasa hayo maneno, hayo madai yote ambayo imeletwa na ushahidi ambao umewasilishwa katika hiyo mahakama hiyo, iweze kuangalia na kusikiza pande zote na kuona kwamba kama huo uchaguzi ulikuwa na shida, utupulio mbali. Kama huo uchaguzi ulikuwa wa haki, hii kuna power ambao umepatiwa na katiba ya kuhakikisha kwamba imetoa mwongozo ambao unastahili. Hivi ndio ningeomba. Na
Hii siku ambayo ni siku mzuri sana ambayo tulikuwa wananchi walikuwa wameongojea sana. Kwa muda mrefu nikasema ya kwamba wacha nikuja nifika hapa Milimani High Court. Tusikie maoni ambayo iko hapa. Lakini mimi nasema ya kwamba hii kesi ya kwamba inafaa kuisha because saisi uchumi imekuwa juu sana. Hata sahi wananchi wanahangaika, wanalia juu ya hii kesi. So mimi nasema, naambia mahakama ya kwamba hii kesi ambayo wameleta inaitwa petition. Nyinyi wenyewe mkae chini muangalie petition. Na mimi nimeona hii mambo ya petition yenye wameleta, wenye wamesema ati wameibiwa kura. Sijaona evidence ile inayofanya ati ni kesi ni ngumu katika Supreme Court. So nataka kuambia Madam Kome anafaa kuangalia hii kesi. Na mimi nikikumbuka 2017 kesi kama hii ilifanyika katika Supreme Court. Na wakati ilikuwa imefanyika Supreme Court, Dr. Maraka alifanya watu waende kwa tepe, warudi kwa tepe. Lakini kuna mtu ambaye alikuwa anasema ameibiwa. Hakuenda kwa tepe, akafika hapa akaruka. Sasa this round I want to tell court, tafadhali koti, hii mambo yaisha haraka, tuende watu serikali iendelee na kila mtu aendelee maisha yake. Na ule president ambaye atakuwa elected katika mahakama au katika Kenya hii, au tufanyie maendeleo. Si ati kila wakati tunakuwa tunahangaika, tunakuja kotini tunasema nini ati mtu ameibiwa. Hiyo sisi hatutaki kama sisi wananchi. Sisi wananchi tunaumia. Okay, katika hii kesi tumesikia mambo mengi sana ambayo yamesemwa ni viongozi kutoka upande ule wa serikali, wanasiasa. Na sisi kama Wakenya ile kitu ambayo tunaomba ni Supreme Court iweze kutuamulia. Kwa sababu sasa watu walipiga kura, wamekaa kwa manyumba, wanakaa kwa kazi zao, hawajui ile kura walipiga zilienda wapi, kwa sababu matokeo yalirundi yakawa shinda, mwananchi anjui ni nini kiliendelea. So tuko na matarajio kwamba mahakama kuu itaweza kuamua kwa njia ambayo kila mtu atatosheka. Yule ikisemekana irundiwe, wananchi warundi wapige kura. Ikisemekana vile koti itaamua, hivyo ndivyo tutakubali na tuendelee na kujenga nchi yetu. Yes. Kwa jina mimi naitwa Mother Margaret Hawino Abuto. Watoka eneo gani ma'am? Mimi natoka eneo Kisumu. Kwa maneno Ahero. Kwa maneno yako tu ma'am, je, uko na maoni yapi kuhusiana swala nzima la kusikizwa kwa kesi ambayo inaendelea katika mahakama ya upeo? Kama wewe mwananchi uko na maoni yapi? Kama mimi mwananchi, mimi naomba sana watu wakae na amani na utulivu. Na tena waombe Mungu ili Kenya yetu ikae na amani. Na Mungu aepushe na mambo ya kumwagika damu kwa binadamu wenzetu. Tukae na amani, tukae kama ndugu na dada. Hivyo. Naam, kwa maneno yako tu ni matarajio yapi unayo kama mwananchi wa kawaida katika maamuzi ya mahakama ya upeo? Sasa kwa maamuzi ya mahakama hivyo inakuanga siri, Mungu ndiye anajua. Sasa siwezi kuongea chochote. Hao watoto wote wanapigana, ni watoto wetu. Sasa Mungu ndiye anajua ni ipi itakuwa mzuri, ipi itakuwa mbaya. Yeye ndiye anajua. Mimi hapo siwezi kuamua chochote. Hivyo. Okay, mimi kenye naweza sema for me nikiongea haya nitakuwa ni kama naegemea side moja, lakini si kuegemea side moja. Tangu mimi kuzaliwa kwangu, mimi nimepata Raila kila siku anapenda kupeleka kesi kotini. Hata kuvotiwa yani ile ya halali, lazima aseme ameibiwa. So kwa hiyo mimi si kitu mgeni kwangu.
Juu sisi kama sisi my youth, sisi ndo tulielect Samuel Ruto. Unaona sisi mavijana kwanza ndo tumempatia zile kura mingi hapa hivi juu. Tulikuwa tumeambiwa uongozi ni ya vijana. So tukaweka vijana wengi. Kama ni mlengo wa ODM pia tulichagua na tulimix. Kama mimi nilimix, si kuchagua timu mlengo moja, nilichagua mlengo wote mbili. So mimi niko na imani nayo, mimi niko na imani na Judge Martha Koome because yeye amequalify kukuwa judge na ako hapo hivyo juu yetu sisi wote wa Kenya. So mimi naomba tutakuwa na peace, hata si mavijana wako hivyo mtaani, ndio tunangojea uamuzi mzuri ya judge. Naam. Yeah. Mimi naomba tu kotini Martha Koome amue tu kesi kulingana na vile itakuja. Vile ilikuwa. Naam. Asifewe pande moja, mafewe pande nyingine, mara kuna deep set, mara kuna nini tu. Yule ameshinda tu apewe tuendelee na maisha yetu. Yes. Nasema kwanza kitu ya kwanza tunataka usalama na tunataka amani. Amani ni kitu kingine ya muhimu. Hakuna kitu mzuri kama amani. Na tunaona sisi raia tumedumisha amani. Na tukue hivyo. Na tuendelee hivyo. Ile kesi iko kwa mahakama, iko na wenyewe wale wanaamua. Sisi hatuamui. Lakini kina majajezi yetu watajua ukweli iko wapi. Hiyo kweli wao watuambia, sisi tunachukua. Hatukatai sheria. Tunangoja sheria maamuzi ya judge. Yeah. We look forward to the judges to uphold this election and maybe give us whoever had performed better in that election, because we as a common man, we feel we have been betrayed by the IEBC chairman. Yeah. Na kwa maneno yako tu, je, uko na matarajio yapi kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya upeo? Kama wewe tu watarajia nini kuhusiana na maamuzi ya mahakama ya upeo? Kulingana vile nimeona mambo ikiwa ikiendelea, matarajio yangu na vile mambo imejitokeza. Kama vile unajua commissioners wa tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi imegawanyika mara mbili. Kuna wengine ambao wako kando na kuna wawili ambao watatu wamesimama upande mwingine wakiwa na chairman. Hiyo ni shida kubwa sana kwa commissioner ambao wamepatiwa nguvu na kikatiba ya kuelekeza mwelekeo wa nchi, na wale ambao wameshinda kuwa wanafanya kazi namna hiyo na wamepatiwa rasilimali ya kutosha. Wamepatiwa kila kitu, wajibu wao ni kupatiana mwelekeo. Wakati wamegawanyika namna hiyo ni shida kubwa sana ambayo inapeleka nchi yetu hatarini. Kwa sababu shida ni IEBC, sio Wakenya, kwa sababu Wakenya walitekeza wajibu wao, wakaenda wakapiga kura, wakaenda nyumbani, wakawacha IEBC watangaza. Sasa tena wanaleta drama nyingine, wameenda pande hiyo, wengine wameenda pande hii. Sasa wanaleta mambo tofauti ambayo ni tatanishi, ambao sasa iko mahakamani. Sasa hiyo ni kitu ambao wakati huu mambo yote iko na mahakama. Ijue hii timu sio timu ambayo ni ya kutegemewa kwa Wakenya tena, kwa sababu tumekosa imani na IEBC. Itupilie mbali hii tume ambayo iko hapa. Kuwa na timu nyingine mpya iweze kuundwa ili kwa uchaguzi ambao utatokea au ambao utakuja kuwa na watu ambao wanaajibika, na watu wanatii sheria na katiba ya Kenya, na watu ambao wamechukua kiapo kulinda nchi yetu. Watu ambao wako na hali ya kukomaa katika hali ya kufanya kazi bila kuleta hiyo mchezo ambao tumeona wakileta ambao unaweza sababisha mchafuko katika nchi yetu ya Kenya. Wakati IEBC wenyewe wanakuwa ndio shida, sio Wakenya. Kwa sababu Wakenya wamefanya kazi yao, wajibu wao. Sasa IEBC ndio wanatupatia mambo mengine ambayo hatuelewi. Sasa wadi wako na shinda. Kwa hivyo mahakama iweze kuangalia, iweze kuangazia hiyo mambo yote, iwatupilie mbali. Kama hiyo uchaguzi ulikuwa hauko wa haki na uhuru na haki, uweze kutupilia mbali kabisa kwa sababu ya haki ya Wakenya wote. Na amani ipatikane kwa nchi yetu, itupuliwe mbali. Hata kama Chebukati, kwa sababu hata Chebukati mwenyewe alifanya makosa kufutua matangazo bila kuwa na wenzake, kwa sababu kuna chairman na kuna IEBC. IEBC inataka itoe sauti kwa nini wakiwa kitu kimoja, ili tujue kama nchi atuwamepana, hii ndio mwelekeo wa nchi, na serikali ambayo itakuchukua mamlaka ni hii, wakiwa pamoja, wakiwa hawajakuwa divided. Sasa hiyo ndio kitu ambao tunaona inasaleta wasiwasi katika na mahakama ya upeo iko na jukumu ya kuhakikisha kwamba imelinda katiba, imepeana haki kwa
pande zote na nchi yetu inaendelea mbele. Mimi natarajia mahakama itupatie haki, isinyime haki mtu, na tunajua haki itatendeka, na haki tunajua tulipiga kura, na tunajua kura yetu haitaenda hasara. Tuliamka asubuhi na tukajua ya kwamba tumepigia mtu ule tulikuwa tunajua atatusaidia kama wananchi. Yeah. Mimi matarajio yenye mimi niko nayo, mimi najua nye kiongozi mwenye nilimchagua ata win, because hii country ijashikiliwa na binadamu. Hii country imeshikiliwa na Mungu, na Mungu ndiye ametushikilia. Kama si mavijana tunaombea hii country yetu sana, because hao wakifight hapa hivi ndani, si mavijana ndio tunaumia, because hatuna job, Kenya yetu haina job, hatuna pesa, unaona. Si ndio tunaumia. So ndio tunaomba koti ifanye kesi kwa haraka, ili pia sisi tu step in another, tuende yani in another step. Yani tuendeleze country yetu, tusonge mbele, unaona, tuendelee na kazi zetu za kawaida. Matarajio obvious watapata ushindi na waende as very fast as, kwa sababu kila kitu imesimama. Yes. Naam. Natarajia wapatie ule tunataka ushindi. With Agwambo. Yeah, because we feel Chebukati messed up the whole exercise. Yeah. Inaendelea ile jaji ameamua yote tunakubali. Yeah, sisi kama raia. Na tukimalizia tunaweza ambia nini Wakenya kwa jumla wakisubiria uamuzi wa mahakama kuu ama mahakama ya upeo? Ile naweza ambia Wakenya ni kusubiri na kuamini koti zetu, kwa sababu kila mtu anategemea koti, naye koti vile Wakenya wanawaamini, na nyinyi mtupee justice, kwa sababu ukweli, hata kama mimi sio jaji najua ukweli iko wapi, lakini kwa sababu yule mwingine naye anasema anajua ukweli, tunajua ukweli. Wakenya wako na amani. Amani inapatikananga wakati kuna haki. Justice ikipatikana, amani itakuwa Kenya. Kama hakuna justice, hakuna amani. Haina haja tudanganya Wakenya. Justice ndio iko na amani. Amani iko ndani hapo. Kwa hivyo haki ikipatikana, amani iko. Asante. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako. Asante. Kitu nitasema kama pande yangu kama ni Mr. Ojiko, nataka tu wananchi tulieni, ukisa hii kesi kwanza, atakufika tarehe 5 najua Raila utashinda hiyo kitu. Juu sasa nataka tu kila mtu kama mpole, mambo ya vita, watu kato mpole, ongoje hiyo kesi. Kesi najua utaisha mzuri, Raila utapati haki yake. Yeah. Wakenya wenzangu, ile kitu tu tunaomba ni kwamba tukae na subira, tukae na amani. Ndugu yako, dada yako ni yule ambaye ako karibu na wewe, kwa sababu yale tulifanya yetu tulimaliza. Sasa hii ingine inaendelea, sisi ni tungoje tuamuliwe, tungoje tukiwa na amani, na tuendelee kudumisha amani Kenya, kwa sababu bila amani hata kutokea kiongozi gani, mwananchi ndio huaga ako na shida. Kwa hivyo amani ndio kitu ya muhimu, whichever the verdict ile itatolewa. Letu ni kuendelea na amani katika taifa letu. Yes. Mimi nasema ya kwamba mimi unajua mimi si chachi. Mchachi koti iko. Koti ndiye taamua. Kama ilikuwa maneno ya ukweli ile walisema ati imeibiwa, kama ni kurutia warutie. Hiyo tu ndiye mimi nasema. What I wish to tell my Kenyans, we need to be patient. Wait for the final verdict from the judiciary. Tuone wanaamua namna gani. Because as we stand today, things are not moving at all. We go to these offices here, like especially lands office. There's no work. I'm from there right now. Hakuna kazi inaendelea. And it's because of this problem we are having right now. Yeah. Mimi ningeambia Wakenya wenye wananitazama wakuwe na amani. Hii ni country ni yetu. Sisi wenye tuko hapa hivi chini tukipigana, si ndio tutaumia. Hao wakubwa watachukua watoto wao wapeleke inchi za nje, na sisi hapa ndo tabaki tukiumia. Juu hii ni taifa letu, tulipiganiwa na mababu zetu na manyanya zetu. Sasa sisi hatuhitaji kupigana tena. Kenya tunaweza pigania, labda tupiganie vile tutapata unga. Sasa vile mimi naweza kuambia wana Kenya wakae na amani kabisa, na watulie na waendelee kufanya kazi yao vile walikuwa wakifanya, wakiongojea
matarajio kutoka kotini mahakama. Vile ningeambia Wakenya kwa jumla mahali wako katika taifa letu la Kenya ni kwamba wanapotazamia na wanapongojea wakisubiri mahakama upewa itoe mwelekeo wa petition ambayo imewasilishwa katika mahakamani, ningeomba kitu ya kwanza waeke amani, wawe watulivu, wajue sisi wote ni wa Kenya. Popote ambao mahakama itasema tukae, wakubali. Wakisema tuende kwa debe, wakubali na watii mahakama na waende kwa debe. Wakisema kwamba ule ambaye amechaguliwa atakuwa kiongozi, watii na wakubali kulingana na mwelekeo wa mahakama. Kwa sababu baada yote sisi ni wa Kenya, hatutahama Kenya hii, tutaishi wote kama ndugu na dada, tutafanya kazi pamoja, na mambo ya siasa ni ya muda ninafanya nini. Lakini sisi tutadumu kama wa Kenya bila kusema wewe ni kabila gani, kutoka wapi, na maisha yetu na shida zako zitakaa vile. Kwa hivyo ningeomba waweke amani, wasiwe na furugai, wasilete hii mambo ya furugu au walete ghasia kwa sababu ya matokeo ya mahakama. Ningeomba waweke amani na wawe wazalendo tukinapongojea uamuzi wote ambao utatolewa na mahakama katika nchi yetu ya Kenya. Asante na tuwe watu wazalendo ambao wanapenda nchi yao. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako mheshimiwa. Asante sana. Kenya naweza wahimiza naweza waambia waache kujifanya. Wanajifanya ati wako na amani. Hakuna amani inaendelea mahali hakuna usawa, hakuna haki. Kama hakuna haki, hakuna amani. Amani inaanzia kwa akili. Kama akili yako yenyewe haina amani, basi hatuna amani katika nchi. Na akili zetu kama Wakenya hazina amani. Nyuso zetu hazina furaha. Hiyo ni kuonyesha tunaibiwa. Na kila wakati tutasimama tukiibiwa na tutajifanya, nchi yetu itarudi nyuma. Ni wakati wetu tusimame imara, tuonyesha hao wamekuwa kituibia. Ni wakati wao umefika wa mwisho wa kuiba, na sisi tutaanza. Na hivyo sisi na Kigame bado tunasimama. Wakili wetu Bwana John Kamino ameenda kutengeneza majibu atayorudishia Bwana Ruto na IBC kuonyesha kwamba tumesimama na bado tunaendelea na hiki kinyang'anyiro. Hata mimi hapa niko bado namsubiria aje, na nasubiria pia kiongozi wangu Bwana Kigame kama ataweza kufika. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako kaka. Ujambo mtazamaji wa Bethel Clouds TV, tena sina budi kutia kituo kwa kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa. Nakumbuka hivi leo tumekuwa tumekita kambi katika eneo la mahakama ya upeo kuzungumzia swala nzima la kesi iliyowasilishwa na muungano wa Azimio kuweza kupinga kesi ama uchaguzi wa urais ambao ulifanyika pale, ambao rais mteule aliyeidhinishwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ambaye ni Bwana William Samoei Ruto
hivi sasa tumeweza kukutana na wakazi na wameweza kutoa kauli mbalimbali, wengi wakizidi tu kuhimiza kwamba kesi hiyo iweze kuendeshwa kwa njia iliyo shwari. Jaji ama Martha Koome asiweze kupendelea mrengo yoyote, asiweze kupendelea mtu yoyote, bali aweze kutenda haki kulingana na venye kesi itakuwa. Na wengi wamezidi tu kuhimiza kwamba kesi yenyewe pia iweze kuharakishwa, kwa sababu Wakenya wamengoja kwa hamu na hamamu kujua kwamba ni nani rasmi ndio rais wa taifa tukufu la Kenya. Na kumbuka wengi pia wamezidi tu kuhimiza kwamba Wakenya wazidi kudumisha amani wakisubiria uamuzi ambao utatoka katika mahakama ya upeo. Na hata kama sisi Bethel Clouds TV tunazidi tu kuhimiza kwamba amani, 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 maana bila amani hamna jambo lolote litakalotendeka katika taifa letu ambalo ni jema. Wacha tukutane wakati mwingine katika kipindi kingine cha Sauti ya Mtaa. Nimekuwa wako Omoding Pascal, Bethel Clouds TV.